mkurugenzi mkuu wa IGAZ, wakuu na wasimamizi wa taasisi za serikali na meza kuu wote kwa ujumla mliopo, kwa vyombo vya ulinzi na usalama mliopo, pamoja na wageni wote waalikwa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari ya asubuhi. Hamjambo. Marhaba. Mheshimiwa Waziri, karibu sana katika tukio letu hili adhimu la uzinduzi wa mifumo ya kidijitali ndani ya serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar, ambapo ni katika hatua muhimu ya msingi katika kuunganisha taasisi zetu ili kurahisisha kufanya kazi, lakini pia kuwarahisishia wale ambao tunawapa huduma. Mheshimiwa Waziri, naomba sasa kwa ruhusa yako niruhusu nipitie utaratibu wa shughuli yetu kama ilivyopangwa. Muda mfupi baada ya kumaliza kupitia utaratibu huo, tutamuomba hapa Al-Ustadh Hassan Ali kutoka ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar kuja kutufungulia shughuli yetu kwa dua. Lakini baada ya hapo kutakuwa na igizo fupi ambapo Kirobo Arts Group watahusika katika onyesho la igizo hilo. Baada ya hapo kutakuwa kuna utenzi maalum, lakini baada ya utenzi tutamwalika hapa mkurugenzi wa IGAZ ambaye atakuja kutoa maelezo mafupi pamoja na uwasilishaji wa moja kwa moja kuhusu mifumo hii ambayo leo imetukusanya wote kwa pamoja hapa tulipo. Baada ya maelezo hayo na kutueleza kuhusu mfumo au mifumo yenyewe ilivyo, tutamwalika mwakilishi kutoka UNDP ambapo naye pia atakuwa na salamu fupi. Kama mjuavyo, tunao washirika wetu wa karibu sana katika kukamilisha ufanyaji wetu wa kazi. Baada ya hapo tutakuwa na burudani nyingine fupi ya Zenj Flavor. Tulianza kuburudika hapa na vijana wakademka hapa. Sasa baadaye pia kutakuwa na burudani nyingine. Baada ya hapo, Mheshimiwa Waziri, tutazindua mfumo wetu ambao utaratibu wake tutaueleza hapo muda wake utakapofika, na baadaye mwisho wa tukio hili tutaeleza nini kitafanyika. Naomba sasa uridhie Mheshimiwa Waziri nimuite Ustadh Hassan Ali Kombo kuja kutufungulia shughuli yetu kwa dua. Wakati huo huo, igizo ama Kirobo Arts Group wajiandae pamoja na utenzi wajiandae. Karibu sana. Naduka la nadu siwaka ilahana falitufu bina wajaa ridhaka shi'arana li'indaka baitu fili. Naitwa Hassan Ali Kombo kutoka taasisi ya wakfu na mali ya amana. Al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Mola, tunanyanyua mikono kukuomba katika wakati huu mtukufu, hasa kwamba uwe ni wakati ambao unapokea dua zetu. Ya Rabbi, tunakuomba tufungulie milango ya kheri na baraka, utuwafikishe katika kile ambacho kimetukusanya hapa, ututilie inshallah wepesi katika mambo yetu, utupe utulivu katika nyoyo zetu, lakini utupe utulivu vile vile katika nchi yetu, tupe amani, tumiminie kheri na baraka, uwape umri mrefu viongozi wetu ili waweze kutuongoza katika yale ambayo wewe unayaridhia. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mu'ayyadan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'ana wala ahadan min ikhwanina shaqiyan wala mahruma. Allahumma ij'alna min ahli as-sa'adah, ij'al fi rizqina sa'atan wa ziyada. اختم لنا بالشهادة
اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك ya arhamar rahimin. Tunakuomba ya Rabbi, wajalie viongozi wetu wa nchi hii, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar pamoja na wasaidizi wake, lakini na vile vile Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, wape taufiki na nguvu katika kuwatumikia wananchi. Wajalie miongoni mwa watu wa kheri, wape afya njema pamoja na aila zao na familia zao. Na sisi inshallah tuliokuwa hapa, ikiwa kuna mtu ana haja yake ya Rabbi mkidhie, ikiwa na matatizo yake ya Rabbi muondolee, wale wagonjwa ya Rabbi waondolee maumivu, na wale ambao watangulia mbele ya haki ya Rabbi wasamehe madhambi yao birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Mheshimiwa Waziri, sasa baada ya ufunguzi wa dua, naomba sasa niwakaribishe Kirobo Arts Group kwa ajili ya onesho la igizo fupi nalokwenda sambamba na tukio letu hili la leo. Karibuni sana. Haya, sasa Hamadi, kupata tu. Hamadi, sikiliza kwanza. Hamadi, sikiliza mie. Yule ninamuacha kwa sababu uzazi we uchini sana. Uzazi wa mbali ule. Wajua mpaka sasa Hamadi nina vijitoto 18 tu. Hamadi, mimi kwa uzoefu wangu sasa hivi sije kuwa na vijitoto 18. Basi mpaka sasa hivi Hamadi mimi kuwa na vijitoto 18. Twende. Basi ndio kupigia baadaye Hamadi. You are welcome. This is our house. Oh, wow. Yes. And this is our today's birthday, okay? Oh, amazing. The big house. Baba. Salamu alaikum. Alaikum salam. Wema? Alhamdulillah. Haya. Oh. She is my daddy. Okay. Yes. She is my daddy. Baba, you know mgeni wetu kana wa Australia. Kana kuitwa Christina. Kwa hiyo kacha wafano nyumbani tumpokee. Kirobo, sikiliza mwanangu. Haikuwaje kukuja na ngeni kunipa habari. Na ngeni yenyewe ni mwanamke. Alafu ni mzungu. Hanaweza mimi kutongwa kizungu hapa ndani. Alafu huyo malazi yake na malaji yake kaweza. Bajeti yake wewe huyo. Usana. Baba, usiwenye wasiwasi. You know hana kavo. You know kala wa Australia kuja kuno Zanzibar kwa ajili ya kuja kumka pongezi Mheshimiwa Rais ya Zanzibar, ni mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Wacha wewe. Baba nisikiliza. Dr. Hussein Ali Mwinyi avyoingia madarakani, kitu cha kwanza achochoea kachaunda serikali ya kidigitali. Serikali inaongozwa ninyi wasomi, serikali inaongozwa ninyi mifumo. Sasa na miongoni mwa wanufaika ninyi mifumo. Vino sasa baba, mgeni akaja vano nyumbani Zanzibar, basi hana haja ya kuhangaika akachaka kwenda kunako vivutio vya utalii. Kukoko kwao kanangia tu kunako mfumo, kanachagua papa nchaka nyende Forodhani, nchaka nyende Ngobe Kongwe, nchaka nyende Jozani. Kunako mfumo kana booking kila kitu. Unakuitwa mfumo wa vivutio vya utalii. Umo kachalipa kila kitu, umo kachafuata maelekezo kila kitu, akaja kuno moja kwa moja kana tembelea tu vivutio. Wacha we. Jo mambo ya Dr. Hussein Ali Mwinyi. Do you know Dr. Hussein Ali Mwinyi? Oh, yes I know, but I live on television before coming here. Okay? Yeah. Okay. Do you see live? Oh, no. No. Okay, don't worry. Do you know Suraga? No. Suraga, no? No, I live see on television. Television. Yeah. He is Suraga. He is a handsome boy. He is a wear suit model. Oh, wow. Yes. Congratulations for you. Yeah. Suraga. Okay. He is a Suraga. This is Superman from Zanzibar. Okay. Congratulations for you. Yeah. Don't worry. Yeah. Na baba sikiliza pia, Mheshimiwa Rais siku zote kana kuamini kwamba sadaka huwazea nyumbani. Wazee haliwacha mkono. Wazee kawaunga mkono hasa. Baba, vino sasa vana mfumo unaokuitwa mfumo wa pensheni jamii. Vino sasa wazee wote wachapokea pensheni kwa kupitia mfumo.
Vio sasa baba, havana mchalalamika, halifata pencheni, havana mchalalamika, pencheni yake ichewa, havana mchalalamika, sijui vana usumbufu, maana vino sasa baba, ikatokezea hitilafu yoyote, mfumo unalavya taarifa. Kama mtu fulani halifata pencheni yake, mfumo unalavya taarifa. Baba, tukwe nini tena tuwe? Bana nimecha kusema kwanza jambo mwanzo wahenga wetongoa. Wesema samehe mara 70, lakini shukuru mara 100. Na mshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kazi yake kubwa sana ifanyavyo. Na mimi toka siku hizo nasema kwa nini Kirobo hasa? Nikuulize jambo mwanangu wewe. Niulize. Kwa nini hasa huyu rais wa Zanzibar hasa? Tufanye kitu gani si hata tusiweze kumuusha pale madarakani? Akae mpaka mwenyewe asiwe basi. Kwa sababu ndo rais nimpendaye. Ndo rais tumtakaye si wazee. Kwanza yule si rais story. Yule ni rais vitendo tunaviona. Baba yule aupiga mwingi na tunafurahi sana si wazee. Baba, kuhusu Dr. Hussein Ali Mwinyi kulawa madarakani, kila mtu kana chakaendeleta miaka 50, 20, 70 huko. Ndio. Kufahamu. Na kwa kuthibitisha leo baba, tuwauze wote mna ukumbini. Wangapi tunataka Dr. Hussein Ali Mwinyi aendelee kuwepo madarakani? Wangapi? Mikono juu. Mikono juu. Bwana baba. Wana wote. Wana wote wanataka Dr. Hussein Ali Mwinyi aendelee kuwepo madarakani kwa sababu kana upiga mwingi kweli. Kufahamu baba, tumshukuru Mheshimiwa Rais wetu kipenzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kazi zake kubwa kunako ino nchi yetu, kana upiga mwingi. Lakini pia tumshukuru waziri wetu teknolojia habari Mheshimiwa Suraga kwa kazi zake kubwa. Na Suraga ndio waziri pekee mnova suti suruali hainafika chini. Wow. Kufahamu kwa sababu ya upiganaji wake kana kona suruali ikafika chini, ichamchelewesha kuna kwa majukumu yake. Baba, tumshukuru pia mkurugenzi wetu IGAS, wakala wa serikali mtandao, mkurugenzi Dr. Said Seif kwa kazi zake kubwa. Hongera sana. Lakini baba, mchaka nkuze swali moja. Kwa nini siku zote mtu aketwa Saidi kana wa mfupi? Ukaitwa Saidi sharti uwe mfupi. Heya ukaitwa Side njo kuna wa mrefu. Au je baba? Lakini pia baba, tuwashukuru nyi wathamini wetu wote UNDP. UNDP hoye! Hoye! Pamoja ni CRDB, pamoja ni NMB kwa kazi zao kubwa kabisa, bila kuwasahau Uzon International kwa kudhamini lino tukio kubwa. Wathamini wetu hoye! Hoye! Wathamini wetu safi! Baba, Dr. Hussein Ali Mwinyi kiboko. Maana mpaka Diamond Platinum kamtambu Dr. Hussein Ali. Kwa nini tena? Kijimbo chake Mr. Mwinyi, Mr. Maendeleo ayo yatenda tunayaona, yani happy juu ya happy, happy juu ya happy. Wazanzibari tuko happy, Wazanzibari tuko happy. I'm so happy, I'm so happy, I'm so happy today, I'm so happy today, I'm so happy, I'm so happy. Asanteni sana. I'm so happy, I'm so happy, I'm so happy today, I'm so happy. Asante sana. Hongereni sana Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu kwa kuwa na waziri handsome boy. Jamani, sio maneno yangu, msimu kaninukuu, nimerudia tu alichosema kidogo.
Yusra, karibu sana, uje utuganie utenzi mwanana kabisa, na sasa tuwe tayari ili kusikiliza utenzi. Tunapanga kusoma ambayo wanalikuahidi. Faida za kusoma kila mtu kazijua. Faida za kusoma kila mtu kazijua. Hata ikanyagwa nyumbani mwako huvuliwa. Na wakati wa kula uchachagua. Ule ng'ombe. Dr. Mwinyi oye! Igazo oye! Basuraka oye! Tuna imani na Bahuseni, tuna imani na Igazi yetu, tuna imani na Basuraga. Basuraga kweli kweli, Basuraga kweli kweli. Asanteni sana. Katika mambo mazuri hukutana watu wema, watu wenye ujasiri, Mola huwajaza neema. Hufanya mambo kwa ari na hawapendi kukwama. Tumuombe Mola wetu jambo liende sawia. Hoteli ya kifahari ndipo tulipokutana, kwenye jambo letu zuri linalohusu tehama. Leo mifumo mahiri yazinduliwa kwa umma, mwendo wa kidijitali ndio tunashuhudia. Igazi ni maarufu ndo wenye kijambo chao, leo achani wasifu mamlaka kimbilio. Kazi zao ni nadhifu, huo ndo ni msingi wao. Karibu wageni wetu kwenye jambo la thamani. Igazi Igazi ra alama za Bahuseni leo zinaendelea. Mifumo ipo hewani, tupo kuja kuzindua. Ni mifumo yenye fani kurahisisha huduma. Maono ya Bahuseni sisi twayasimamia. Ni pensheni jamii ndio mfumo wa kwanza, unakuja kuwahami wazee wetu ni tunza. Hivi sasa hawakwami, mfumo ndo unaanza. Ustawi wa jamii hapa wamezingatiwa. Mfumo utatambua wote waliokuwepo, na pia utagundua wale ambao hawapo. Wale wanochakachua watangukia sipo. Mfumo utaondoa ubadhirifu wa fedha. Kwa heri ni usumbufu wazee na wenda rudi. Umekuja ubunifu, pensheni hazigandi. Mfumo huu turufu wazee watafaidi. Hii awamu ya 8 yaenda kidijitali. Sasa mfumo wa pili ni Zan Explorer. Huduma za kitalii hivi sasa zitang'ara.
mamlaka kwenye hili sisi twawapa hongera. Serikali mtandao dhana inakamilika. Hapa ni wizara 3 zitakazounganishwa. Ni uchumi wa buluu, mfumo utafikishwa. Kilimo nao ni wetu, mifumo yaimarishwa. Wizara ya utalii pia watajumuishwa. Sasa vivutio vyote vyawekwa kwenye mfumo. Kwa mtalii yoyote huduma zote zihumo. Tiketi yako ukate na malipo kwa mfumo. Huu ndio ufanisi kwenye asasi ya umma. Vijana kupunguza urasimu kwa wageni wakifika. Zanzibar waifahamu, ndiyo hasa tunataka. Zile sehemu muhimu wasiyapate mashaka. Mapato ya serikali pia yataongezeka. Viongozi wa wizara sisi tunawapongeza. Hasa Waziri Suraga, wizara inapendeza. Na naibu Sijamini kamba mjaregeza. Tunaona ubunifu katika wizara yetu. Tuna katibu mkuu Bi Fatma nambari 1. Yeye matawi ya juu, mbunifu kwenye hoja. Naibu ni maarufu Bi Hawa, nawe ungekuja. Hawa viongozi wetu, nguzo ya umoja wetu. Bodi ya wakurugenzi igazi tuwatambue. Vile munapiga kazi, maua yenu mupewe. Kila kitu ni uwazi, mifumo ndo yetu CM. Mungesimama kidogo japo mutusalimie. Igazira Dr. Saidi Sefu, mkurugenzi mkuu. Niache nini msifu, huyu ndiye jungu kuu. Ajua cha ubunifu, yupo matawi ya juu. Hakika Dr. Mwinyi, bingwa wa kupangilia. Wakurugenzi mahiri tena ni wachapa kazi. Aje binti Masruri, mama mwenye yake hadhi. Jamani, mama mzuri anaendana na kazi. Vigeregere kidogo, hii leo siku yetu. Zamu ya hawa wawili, kaimu na mratibu. Hawa ndo wenye shughuli, njoni mbele taratibu. Wanatumia akili, mifumo kuiratibu. Makofi wapigieni, viungo kwenye mapishi. Vitengo na divisheni, nyie washika sukani. Hebu njoni uwanjani, aone wetu waziri. Jamani, tuwaoneni, wana ujuzi na fani. Mungu awalipe kheri, tena musirudi nyuma. Zamu ya wafanya kazi,
basi njoni kwa mapozi, vigeregere hewani. Mamlaka ina hadhi, kazi ya Baba Huseni, na leo mmependeza, heshima yenu mupewe. Kamati ya maandalizi, wakati wenu mutambe. Mumeshamaliza kazi, tena tukio ni pambe. Vile mulivyo darizi, mmeutoa ujumbe. Tuwaone uwanjani, mupo na waziri wenu. Nimemaliza kughani, Yusra mwanitambua. Leo nipo furahani, mifumo kuzinduliwa. Afanyayo Baba Huseni, wengi anatuvutia. Mungu amlipe kheri, akhera na duniani. Igazie, igazira, mpewa hapo konyeki, aliyepewa kapewa. Nyinyi mkifanya chuki, Baba yupo katulia. Aliyepewa kapewa, na wala hapo konyeki. Igazie, igazira. Asanteni sana. Unguruma ai Mwinyi, unguruma ai Baba, unguruma Huseni, unguruma ai Baba, Baba unguruma ai Baba, ai Baba, ai Baba, Unguja unguruma ai Baba, ai Baba, ai Baba, Pemba unguruma ai Baba, ai Baba, ai Baba, Baba unguruma ai Baba, ai Baba, ai Baba. Baada sasa ya utenzi huu ambao umeghaniwa vyema, naomba sasa tumkaribishe kwa heshima na taadhima mkurugenzi mkuu wa IGAZ ambaye atakuja hapa kutoa maelezo mafupi sambamba na kutueleza vile vile maelezo kuhusu uwasilishaji wa mifumo hii yetu miwili ya Zan Explorer pamoja na BPMS. Karibu sana mkurugenzi. Huruma naiona kwenye macho yake, ana mapenzi tele tele na watu wake. Katulia anaijenga Zanzibar yake, huyu baba mpole mpole sifa yake. Ila ukinichanganya kumletea uhuni, eti kula rushwa uhujumu uchumi, atachokufanya kalishani ngumi. Yeye sio bouncer ila atanguruma baba. IGAZ, IGAZ raha. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mudrik Ramadhan Suraga, Waziri wa Mawasiliano, Teknolojia, Habari na Ubunifu, ambaye anamwakilisha Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na mgeni rasmi, Mheshimiwa mawaziri, manaibu waziri mliopo, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, makatibu wakuu, manaibu makatibu wakuu, naibu waziri wa maendeleo jamii na jamii, jinsia na wazee, Bi Zawadi Amur Nasor, wakuu wa vikosi vya ulinzi na usalama mliopo, viongozi wa dini, washirika wa maendeleo, meza kuu yote kwa heshima yao, wageni waalikwa na mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa leo katika tukio hili muhimu la uzinduzi wa mifumo hii miwili ya kidijitali. Kwa niaba ya uongozi wa watendaji wote wa Mamlaka ya Serikali Mtandao, napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais kwa kukuagiza wewe Mheshimiwa Waziri kumwakilisha kuwa mgeni rasmi katika hafla hii. Uwepo wako unadhihirisha dhamira thabiti ya serikali katika kuendeleza mageuzi ya kidijitali
nchini Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima yako, leo wana Eagles wapo wengi hapa na wamekuja wakiwa na bashasha kubwa sana. Wengine wanatoka Pemba, naomba wasimame waone kidogo. Naomba msimame nyote. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo tunazindua mifumo miwili muhimu ambao ni mfumo wa ukusanyaji mapato kwenye vivutio vya utalii na mfumo wa malipo ya pensheni kwa wazee. Mifumo hii ni matokeo ya utekelezaji wa dira ya serikali ya kuimarisha matumizi ya TEHAMA katika kuongeza ufanisi wa huduma, uwazi katika usimamizi wa rasilimali na kuboresha ustawi wa wananchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mfumo wa ukusanyaji mapato kwenye vivutio vya utalii umebuniwa kwa lengo ifuatayo. Kuna malengo mengi sana, lakini nitayataja kwa kifupi sana malengo matatu. Lengo la kwanza ni kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya serikali. Lengo la pili ni kutoa huduma rahisi kwa watalii kupitia mfumo mmoja ambao utakuwa ni unified, kwa vile mfumo huu unazikusanya wizara tatu na zipo katika one platform moja. La tatu ni kuitangaza Zanzibar kimataifa kupitia jukwaa la kidijitali. Sasa kwa ujumla wake, jitihada hizi zinaonyesha dhamira ya serikali katika kutumia teknolojia katika kutangaza utalii duniani. Kwa upande mwingine, Mheshimiwa mgeni rasmi, mfumo wa malipo ya pensheni kwa wazee unalenga kwenye sehemu nyingi sana, lakini hapa vile vile nitazijata tatu kwa kuzingatia hii shughuli tuliokuwa tunayo na forum tuliokuwa tunayo. Ya kwanza ni kuhakikisha wazee wanapata stahiki zao kwa wakati. Lingine ni kupunguza ucheleweshaji wa makosa ya kibinadamu. Jingine ni la tatu, kuimarisha uwazi na uwajibikaji katika matumizi ya fedha za umma. Sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, nina furaha kubwa kumwona mbele yetu katika meza kuu hapo tunaye naibu waziri wetu katika wizara hii ya maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto. Kwa hivyo ni shukurani za pekee kabisa, tunakushukuru. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafanikio ya mifumo hii yamewezekana kutokana na ushirikiano mkubwa baina ya taasisi za serikali na washirika wa maendeleo ambao tunawaita ni development partners. Tunazishukuru wizara zote zilizoshiriki kikamilifu pamoja na wadau wetu muhimu ambapo wakiwemo benki ya NMB. Na kwa ruhusa yako Mheshimiwa, hapa nitaomba benki ya NMB wote wasimame tuwaone kidogo. Asante sana. Vile vile tuna wenzetu wa UNDP. Hii ni kupitia program ya mpango wa fedha wa Bioanuwai ambayo inajulikana kwa Kiingereza ni the UNDP Biodiversity Finance Initiative ambayo inasimama kwamba ni Biofin. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa, vile vile nitaomba wote wasimame. The all UNDP, please stand up. We want to see you. Asante. Na vile vile Mheshimiwa, nitataja vile vile kampuni ya Z-Motion ambao vile vile naomba na tumuone Z-Motion naye asimame. Na ya mwisho lakini sio kwa umuhimu wake Mheshimiwa, kwa sababu ni wapo wengi, lakini kwa hapa nitataja wachache tu ambao wanajumuisha wengine. Ni kampuni ya Protean ya e-government technology ambayo ipo nchini India, lakini hawa wanashirikiana moja kwa moja na wazawa wa hapa Tanzania ambao ni Cybergen. Cybergen, please stand up. Mheshimiwa mgeni rasmi, ushirikiano huu ni mfano mzuri wa namna tunavyoweza kufanikisha ajenda ya mageuzi ya kidijitali kupitia nguvu ya pamoja. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa jitihada hizi. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio haya, tunatambua kuwa safari bado inaendelea na mamlaka ya serikali mtandao itaendelea kusimamia na kuratibu mifumo yote ya serikali, kutoa mafunzo kwa watumishi wa umma wa TEHAMA ili wapate uwezo zaidi katika kuendeleza jitihada hizi za mageuzi ya kidijitali na uchumi wa kidijitali.
Maanake hapa tunazungumzia ni kwamba kwa Kiingereza digital transformation pamoja na digital economy. Vile vile katika kuimarisha usalama wa mifumo ya kidijitali, na la mwisho sio kwa umuhimu wake ni kuhakikisha mifumo yote inakidhi viwango vya ubora na kuleta ufanisi. Aidha, Mheshimiwa mgeni rasmi, tutaendelea kushirikiana na wizara na taasisi zote kuhakikisha matumizi sahihi ya mifumo hii yanafanyika kwa manufaa ya taifa hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu ya uzinduzi huu inasema tunza jamii, imarisha utalii, maendeleo yetu kiganjani. Hii inaakisi dhamira yetu ya kuhakikisha teknolojia inakuwa chombo cha maendeleo jumuishi kwa wananchi wote. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakuahidi kuwa mamlaka ya serikali mtandao itaendelea kutekeleza majukumu yake kwa weledi, ubunifu na uzalendo mkubwa ili kuhakikisha Zanzibar inakuwa kinara wa mageuzi ya kidijitali katika ukanda huu. Kabla sijamkaribisha mwenzangu ambaye ataendelea hapa na MC ataeleza zaidi, napenda kushukuru tena Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kutupa heshima ya kuwepo wako pamoja na wageni wote mliohudhuria hafla hii. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Sisi ndo wale wale mliotukata, kasema tufiki mbali, sasa tumeji. Asante sana mkurugenzi mkuu wa EGAS, naomba tumpongeze tena naye kwa maono mapana na utendaji wake. Honorable Minister, I would like to invite the Country Director of UNDP, Mr. Shigeki Komatsugara, to address his remarks. So, Mr. Shigeki, the podium is yours. You're most welcome. Thank you. His Excellency Honorable Mudrik Ladaman Solaga, Minister for Communication, Information Technology and Innovation, Chief Secretary and Secretary of the Revolutionary Council of Zanzibar, Principal Secretaries from Ministries of Blue Economy and Fisheries, Agriculture, Irrigation, Natural Resources and Livestock, and Tourism and Heritage, directors from various institutions of the Revolutionary Government of Zanzibar, distinguished guests, members of the media, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Khazina Utu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Thank you. First of all, allow me to begin by expressing our deepest appreciation to His Excellency the Minister Solaga for gracing this very important occasion. We know how valuable your time is, and all the more, we are very grateful for your leadership and commitment to unlocking opportunities for Zanzibar through innovation, efficiencies, and value creations. Once again, asanteni sana, Mheshimiwa Waziri. Your Excellency, ladies and gentlemen, it is a great honor on behalf of the United Nations Development Programme to join you today for this significant milestone. The launch of the Biofin digital cashless and tourism system for Zanzibar's marine conservation and terrestrial protected areas. In response to the global call for protecting and investing in biodiversity management, UNDP launched the Biodiversity Finance Initiative, Biofin, in 2012, now implemented in 133 countries around the world.
BioFin supports governments in analyzing biodiversity-related expenditures, assessing financial needs, and mobilizing resources for conservation. BioFin Zanzibar started in January 2018 and finalized the methodology phase of the program in 2022. It launched the Validated Biodiversity Finance Plan, BFP, in June 2023 for implementation up to December 2030. BFP has already been achieving important progress. Just to give a few examples, new fee structure for protected and marine conservation area was reviewed and approved by key ministries. This is projected to increase annual revenue collection from $1.3 million to $4.3 million, a truly remarkable step forward. Guideline for PPP, public-private partnership investment in protected areas, has been endorsed. PPP investment concept notes were prepared and approved for Canggu Bawe Marine Conservation Area, Menai Bay Conservation Area, Jozani Chewaka Bay National Park, and Ngezi Bumawimbi Nature Forest Reserve. Already, 2 PPP, public-private partnership agreements, are in the final stage of approval process, with a total of estimated value of $4 million. Building on these achievements, the implementation of the cashless digital payment system represents another milestone in our collective efforts to mobilize resources and implement targeted financial solutions to ensure biodiversity conservation remains a sustainable and well-funded priority for Zanzibar and eventually Tanzania. Your Excellency, ladies and gentlemen, this system represents much more than introduction of a new technology. It marks the beginning of the transformative journey, moving from the traditional world of cash transactions to a modern, secure, and transparent digital ecosystem. This shift will not only improve efficiency and accountability, but also significantly reduce revenue leakages and strengthen financial management in the tourism and conservation sectors. The new digital cashless platform being launched today is not a luxury. It is a necessity for the transparency, security, and effective marketing of Zanzibar's world-class natural endowments and tourism potentials. Further, this system would enable better investment of funds into critical conservation activities such as patrols, ecological restoration, and community-based initiatives. Importantly, it will help ensure that local communities and fisheries-dependent households, those who rely directly on these ecosystems, benefit tangibly from sustainable management efforts. Looking at larger picture, this approach can transform how natural resources are managed in Zanzibar and Tanzania. It demonstrates that biodiversity is not only an environmental asset, but also an economic and development asset that can support domestic revenue generation, job creation, climate resilience, and sustainable tourism. If scaled, this model could shift conservation from often underfunded activities to financially sustainable and performance-based endeavor
linking conservation financing with planning, budgeting, digital systems, private sector engagement, and local development benefits, driving blue and green economies for sustainable and equitable growth of Zanzibar and Tanzania into the middle income status. Excellencies, ladies and gentlemen, this achievement would not have been possible without the dedicated collaboration of key government institutions. UNDP wishes to specifically acknowledge the first Vice President's Office, Ministry of Blue Economy and Fisheries, Ministry of Agriculture, Irrigation, Natural Resources and Livestock, the Ministry of Tourism and Heritage, as well as the Honorable Ministry for Information and Communication, as well as the E-Government Authority. UNDP is deeply grateful for your unwavering leadership and partnership through this process, from the early assessments of existing systems to the design and final approval of this transformative new platform. As we celebrate this milestone today, let us continue working together to ensure that digital transformation serves people, nature, and prosperity, making Zanzibar not only the gateway for Tanzania and whole Africa, but also the beacon of hope for green and blue economy. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Shukrani. Twende pamoja, twende kidijitali kwa maendeleo ya nchi yetu. Siku za foleni zimepita. Thank you very much, Mr. Shigeki, for your remarks. Mheshimiwa Waziri, baada ya salamu na taarifa hizo muhimu kutoka kwa UNDP na kutoka kwa Mr. Shigeki, sasa ni wakati mwanana kabisa wa kufurahika tena, ambapo muda mfupi kutoka sasa atakuwa mbele yetu msanii hodari, makini na maarufu sana, naye pia ni handsome boy vile vile. Si mwingine atambulike kwa jina la Khalfan Ali Rashid, lakini jina la usanii ni Fani. Huyu ni mshindi wa tunzo ya mwanamuziki bora mwaka 2012, lakini ni mshindi vile vile wa tunzo ya mwanamuziki bora chipukizi Afrika Mashariki mwaka 2019. Ni mzaliwa hapa hapa Bumbwini Makoba, Zanzibar. Bumbwini huye. Karibu sana Fani. Tulianza kama utani, tulipofika hawamini, wanauliza kafanya nani, tunawajibu Seni Mwinyi, wanauliza amewezaje, wanashanga amefanyaje. Hebu kulipara wenzetu, tumelala ama? Tufurahi kidogo basi. Zetu tulianza kama utani, nilipofika hawamini, wanauliza kafanya nani, tunawajibu Seni Mwinyi, wanauliza amefanyaje, wanashanga amewezaje, kuiunda wizara mpya ya mipangilio ya uhakika, wizara ya mawasiliano, teknolojia, habari na ubunifu, kidijitali, 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 mambo kidijitali, 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 mambo tunza jamii, elimisha utalii, maendeleo yetu ya kiganja, mamlaka serikali mtandao, kurahisisha
Tufanye hivi kidogo sote. Tufanye hivi sote. Sote. Ukitaka kubuki, uko lipo. Ukitaka kulipa, lipa kidigitali. Zapsi na wazee, Heshima kidigitali. Igazi ndo mkombozi, Mambo kidigitali. wanauliza amefanyaje, Hussein Mwinyi oye! Kuiunda wizara mpya mapenzi yo hakika wizara ya mawasiliano, teknolojia, habari na ubunifu. Kidigitali, 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 kidigitali. Viongozi walioimara, Mheshimiwa Hussein Mwinyi, viongozi walioimara, Mheshimiwa Siraga, viongozi walioimara, viongozi walioimara, Mheshimiwa, viongozi walioimara. Huyo jembe huyo, huyo jembe huyo, kutoka Mwana huyo jembe huyo, Dr. Saidi huyo, huyo jembe huyo, Dr. Saidi Mwana huyo jembe huyo. Twende, twende, maendeleo. Twende, tupo, 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 tupo. Aya madada wa Kizanzibari, warembo hao madada wa Kizanzibari, hao madada wa Kizanzibari, hao madada wa Kizanzibari, mama wa Kizanzibari, warembo hao mama wa Kizanzibari, mama wa Kizanzibari, hao mama wa Kizanzibari wamejaa ukarimu, uzuri wangie mpaka ndani. Ukitaka mke mwema, karibu Zanzibari nyumbani. Tabia zenye stara, vipiko piko mkononi, mambo ya makulati waono mafundwa. Haya Cheusi Mangala wapo Zanzibari, wapo chokoleti kana wapo Zanzibari, wapo rangi ya mtume wapo Zanzibari, wapo maji ya kunde kunde wapo Zanzibari, wapo haya mama hao madada wa Kizanzibari, warembo hao madada wa Kizanzibari, hao madada wa Kizanzibari, hao madada wa Kizanzibari, hao mama wa Kizanzibari, wazuri hao mama wa Kizanzibari, mama wa Kizanzibari, wazuri hao mama wa Kizanzibari. Dada naomba papa nini kipande cha muhogo, twende kachumbari ya kukata nini, damu wasikitoto, damu wasikitoto, damu salamu ya nyumbani, au kisikia uko visiwani, salamu ya nyumbani, ukisikia uko visiwani, wamnanchoza wenyewe sasa waiona ngondo nini madada warembo hao warembo hao warembo hao
Mama wa Kizanzibari, mama wa Kizanzibari. Asanteni. Madadao. Aya, warembo hao. Jamani, mama wa Kizanzibari, wazuri hao. Hao mama wa Kizanzibari wamejawa ukarimu, uzuri wa nje mpaka ndani. Ukitaka mke mwema, karibu Zanzibari nyumbani. Sina badi la naumi wala salama, hilo lintesa, ndo kisa cha kutompenda boku wala zetu. Mwambie Samira mtoe chichi, ni washikaji tu. Rofi na Maro mapacha, nisije mkachanganya. Ni sana Esther na Suzi wa magorofa bima. Bora nitoke makumbusho, nende zangu Kenyama. Kwenye watoto geti gali, baba mama tajiri. Kama Miro Masi, nusu bongo nusu Msomali. Na kwenda kumpadili, kinata na geuza gari. Nikaendelee na Sinza, na Mbezi mpaka Kunduchi. Asante sana Fani. Hebu tumpigie makofi kwanza mengi sana. It was very and wonderful performance, live performance ambayo hatujatarajia kabisa. Alikuwa anampoza mheshimiwa waziri baada ya maswali magumu pale barazani. Kwa hivyo anapozwa kidogo. Wajumbe nao wanakuwa wana maswali mazito sana. Mheshimiwa waziri, baada sasa ya kuburudika na kupoza koo na nasema kazi na dawa, sasa tumepata dawa nzuri. Sasa naomba kwa heshima na taadhima nimkaribishe katibu mkuu wa wizara yetu ya mawasiliano, teknolojia, habari na ubunifu ili kuzungumza na baadaye kukukaribisha, na baada ya kuzungumza wewe mheshimiwa waziri tuingie katika zoezi la uzinduzi wa mfumo wetu. Mheshimiwa katibu mkuu, karibu sana. Asanteni sana. Mheshimiwa Mudrik Ramadan Soraga, Waziri wa Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu. Mheshimiwa Zawadi, Naibu Waziri, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Country Manager, mwakilishi kutoka UNDP, Mr. Shigeki. I'm avoiding your second name, sorry, don't want to pronounce it wrong. Bihawa Ibrahim Bai, Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari. Mkurugenzi Mkuu Saidi Seif wa Mamlaka ya Serikali Mitandao. Shukuru Suleiman, Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Mawasiliano Zanzibar. Naomba pia kuchukua nafasi hii kutambua uwepo wa Binaima Shaame, Branch Manager wa NMB Zanzibar na timu nzima mliokuwepo hapa. Wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi mbalimbali kutoka serikali na sekta binafsi, ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Awali ya yote, naomba kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia afya njema na kuweza kujumuika hapa leo kwenye tukio letu hili muhimu kwenye uzinduzi wa mifumo ya Zan Explorer na PBMS. Mheshimiwa mgeni rasmi, uzinduzi huu unaonesha dhamira na kuendelea kwetu kuhakikisha kuwa dhamira ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya kutumia teknolojia kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi ili kuweza kuongeza ufanisi, uwazi pamoja na kuimarisha ufanisi wa taasisi za umma. Pili, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kuchukua nafasi hii kuwashukuru wadau wote waliochangia kwenye kufanikisha shughuli hii na pamoja na wadhamini UNDP, NMB na walioandaa mfumo na ni Ozone. Kwa hiyo wote tunawashukuruni sana kwa juhudi zenu za kuweza hadi kufikia hatua hii ya kukamilisha mifumo hii miwili. Serikali inaendelea na jitihada kubwa za kuunganisha taasisi za umma kidijitali, kuimarisha matumizi ya mifumo ya pamoja ya serikali, lakini pia kuongeza usalama wa taarifa pamoja na kuhakikisha kuwa wananchi wanapata huduma kwa haraka, kwa uwazi na kwa urahisi zaidi. Aidha, dira yetu ni kuona Zanzibar inakuwa kitovu cha ubunifu na huduma za kidijitali katika ukanda huu, huku tukihakikisha kuwa hakuna mwananchi au taasisi yoyote inabaki nyuma
katika safari hii ya mabadiliko ya kidijitali. Haya yote, Mheshimiwa mgeni rasmi, mafanikio yetu yanaakisi maono ya uongozo wa serikali ya awamu ya 8 ikiongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, lakini pia ni maono na uongozi wako madhubuti katika kuhakikisha kuwa unaongoza sekta hii muhimu kwa madhubuti kabisa. Tunathamini sana mchango wako katika kuhakikisha kuwa tunasukuma mbele ajenda ya Zanzibar ya kidijitali. Baada ya kusema hayo machache, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa nichukue fursa hii kukukaribisha ili uweze kuja kuongea na hadhara hii, lakini pia na kutuzindulia mifumo hii miwili. Asanteni sana kwa kumsikiliza. Asante sana. Naomba kabla sijaanza nichukue fursa hii kumkaribisha Mheshimiwa Naibu Waziri wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto, Mheshimiwa Zawadi Amor, kwa niaba ya waziri aweze kutoa salamu kidogo. Mheshimiwa Waziri, karibu. La kwanza, uwepo wa maji haya, mkipiga kelele barazani kunipa kidogo, yale maji yale, kelele zangu zile. Igasi raha. Asanteni sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Modric Ramadhan Suraga, Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari na Ubunifu, Katibu Mkuu wa Wizara ya Mawasiliano, wakurugenzi wote, maafisa mbalimbali na viongozi wote wa chama na serikali waliohudhuria hapa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mimi niungane na wenzangu kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia tukakutana hapa tukiwa na afya njema asubuhi hii, lakini pia tukiwa na lengo na dhamira za kutekeleza yale majukumu yetu ya kila siku. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sababu kwenye maandiko unapoalikwa watakiwa ualikike, na sisi tulialikwa na ndio maana tukaalikika tukakuja. Uwepo wetu hapa leo ni kuja kuunga mkono juhudi zinazofanywa na Mheshimiwa Rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, lakini hususan kupitia wizara yako. Tukupongeze sana kwa jitihada unazozifanya wewe na watendaji wako, kwa kuwa na sie ni wadau wakubwa wa hichi kinachozinduliwa leo. Ndio maana nikaja hapa mimi kumwakilisha waziri, kwa sababu ndani yake kuna mfumo ambao utazinduliwa wa pensheni ya jamii, pensheni ambayo itakwenda kuwasaidia wazee wetu kupata haki zao zikiwa kwenye mfumo ulioratibiwa vizuri na kuondoa changamoto zile ambazo zilikuwa zikitukabili. Sisi tuwapongeze sana kwa juhudi mnazozichukua, na tuamini kwa mwendo huu basi tutafika mbali. Asanteni sana. Mheshimiwa Zawadi Amor, Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto, ndugu Katibu Mkuu wa Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu, Bi Fatma
Mabruk, ndugu naibu katibu mkuu Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia, Habari na Ubunifu Bi Hawa Mbae, mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Serikali Mtandao IGAZ Daktari Said Seif, mkurugenzi mkuu wa Shirika la Mawasiliano Zanzibar ndugu Shukuru Suleiman, mwakilishi wa UNDP ndugu Shugeki, wawakilishi wa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mliopo hapa, Bi Naima Shaame, mkurugenzi wa kanda wa benki ya NMB, ndugu viongozi, wakurugenzi, wakuu wa taasisi mbalimbali mliopo hapa, ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa katika uzinduzi wa mifumo hii miwili, mfumo wa ukusanyaji wa mapato kwenye vivutio vya utalii na mfumo wa malipo ya pensheni kwa wazee. Nawashukuru sana na kuwapongeza sana Mamlaka ya Serikali Mtandao kwa kazi kubwa na nzuri ambayo wameweza kuifanya na kwa maandalizi mazuri ya shughuli hii. Aidha, natoa pongezi kwa Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu pamoja na viongozi na watendaji wote wa Mamlaka ya Serikali Mtandao kwa juhudi mnazoendelea kuchukua katika kutengeneza mifumo mbalimbali muhimu kwa ajili ya uendeshaji wa shughuli za serikali pamoja na utoaji wa huduma kwa wananchi. Bila shaka, uwepo wa mifumo ya kidijitali yenye kurahisisha utoaji wa huduma ni hatua muhimu katika utekelezaji wa majukumu ya wizara hii kwa lengo la kuimarisha mageuzi ya kidijitali na kukuza uchumi wa kidijitali. Ndugu wananchi, nimefurahi kuona kwamba uongozi wa Mamlaka ya Serikali Mtandao umekamilisha kutayarisha mfumo wa ukusanyaji wa mapato kwenye vivutio vya utalii pamoja na mfumo wa malipo ya pensheni kwa wazee. Bila shaka, mifumo hii ni muhimu na itaweza kuleta mabadiliko makubwa kwenye sekta ya utalii na kuendeleza jitihada za serikali kwa kuimarisha matumizi ya teknolojia pamoja na kuwajali wazee wetu. Ni jambo jema kuona kwamba utengenezaji wa mifumo hii muhimu umezingatia ahadi tulizotoa pamoja na mipango mikuu ya maendeleo ya kitaifa, na kupongezeni kwa mazingatio hayo. Ndugu wananchi, nimefurahi vile vile kuona kwamba jitihada hizi za utengenezaji mifumo hii imezingatia ushirikiano wa sekta husika. Hii ni kwa sababu kwamba ili kufanikiwa katika utengenezaji wa mifumo ni lazima mahitaji ya mfumo yazingatie mahitaji ya kwenye sekta zenyewe. Nimepewa taarifa kwamba kwenye mfumo wa ukusanyaji wa mapato wa vivutio vya utalii, wizara zinazohusika ni pamoja na Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale, Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi na Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo. Vile vile kwenye mfumo wa malipo ya pensheni kwa wazee, Mamlaka ya Serikali Mtandao imeshirikiana na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto pamoja na Wizara ya Fedha na Mipango. Wapongeze sana wizara zote hizi kwa kukubali kushirikiana moja kwa moja na Mamlaka ya Serikali Mtandao katika kufanikisha ajenda hii muhimu. Aidha, nimepewa taarifa kwamba jitihada hizi zinakwenda sambamba kwa ushirikiano na washirika wa maendeleo. Kwenye mfumo wa ukusanyaji wa mapato kwenye vivutio vya utalii, benki ya NMB imefanya jitihada za makusudi kuiwezesha Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale kuwa ndiyo ya kwanza kuingia kwenye mfumo huu. Tunawashukuru sana na kuwapongeza benki ya NMB kwa kuendelea kuwa karibu na serikali yetu. Matokeo ya jitihada hizi za kwanza ndiyo ikawa sababu ya kuigawa na kuweza kuingiza wizara nyingine mbili na kupatikana sehemu moja, yani unified system ya kutoa huduma za kutembelea na kulipia kabla ya kufika kwenye vivutio vya utalii. Vile vile nafahamu kwamba UNDP waliunga mkono jitihada hizi za mfumo wa ukusanyaji mapato kwenye vivutio vya utalii kwa kuziunganisha Wizara ya Uchumi wa Bluu, Wizara ya Kilimo, hasa kwa kuzingatia programu ya mpango wa fedha
wa bioanuwai wa UNDP ambayo inajulikana kama the UNDP Biodiversity Finance Initiative ama kwa kifupi BioFin. Aidha, kwenye mfumo huu wa malipo ya pensheni kwa wazee, kampuni ya Protean Eagle Technologies ya nchini India ikishirikiana na wadau wengine imekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha Zanzibar inakuwa ni mifumo wa kuigwa katika safari hii ya mageuzi ya kidijitali. Naomba tutambue mchango mkubwa wa ndugu zetu wa Protean Eagles. Hawa ni washiriki wetu wakubwa sana, ni wazuri katika swala zima la mageuzi ya kidijitali ndani ya visiwa vyetu. Nasaha zangu kwa wizara ambazo wanufaika wa mifumo hii ni kwamba musiwe katika miongoni mwa zile taasisi ambazo hazipokei mageuzi haya ya kidijitali ambayo yanahitaji kubwa kwa serikali na kwa jamii. Na kwa wale washirika wa maendeleo, tunawashukuru sana kwa mchango wenu katika mageuzi ya kidijitali na uchumi wa kidijitali. Ndugu wananchi, nimevutiwa sana na kauli mbiu mlioibuni isemayo tunza jamii, imarisha utalii, maendeleo yetu kiganjani. Kauli mbiu hii inaakisi dhamira iliyokuwepo kwenye serikali ya kuleta mageuzi ya kidijitali kama ni hatua muhimu ya kuzisogeza na kuziimarisha huduma ambazo serikali inatoa kwa umma, ikiwemo kuwatunza wazee ambao wamelitumikia taifa hili na kuimarisha utalii na mapato ya serikali kwa kutoa huduma za kidijitali kwa umma zilizo na ufanisi wa hali ya juu popote pale walipo. Aidha, nimevutiwa na ubunifu uliofanywa wa kutengeneza sehemu moja, yani unified platform, ya kuweza kuona vivutio vyote vya utalii. Huu ni ubunifu wa hali ya juu sana, ni mzuri na utarahisisha kutangaza Zanzibar na kuwezesha wale wote ambao wanaotaka kutembelea sehemu hizi za vivutio vya utalii kupata huduma kwa ufanisi zaidi. Nimefurahi kuona kwamba mfumo huu wa kuwezesha kutembelea vivutio vyote vya utalii utakuwa na utambulisho kwenye tovuti yetu ambayo tutaitangaza duniani hivi karibuni. Tovuti yenyewe ijulikanayo kama visitzanzibar.go.tz. Baadhi ya wakati taasisi zetu hubuni na kufanya mambo mazuri, lakini mambo hayo huwa hayapokelewi vizuri au hayafanyiki kutokana na kushindwa kuyatangaza au kuwapa wananchi wetu elimu inayohitajika. Kwa hivyo, ili wananchi waifahamu mifumo iliyotengenezwa, ni lazima tuwe na mikakati imara na endelevu ya kutoa elimu juu ya mfumo hiyo na huduma zinazopatikana. Nilikuwa nazungumza hapa na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya serikali mtandao kwamba ili kurahisisha access ya mfumo huu lazima tuje na application yake, isiwe ni web based tu peke yake. Na tukiwa tuna application tukaiweka katika platform yetu ile ya Visit Zanzibar, maana itakuwa ni rahisi kuingia, lakini vile vile itakuwa ni rahisi kuitangaza. Kwa tuendelee kuhakikisha kwamba tunayatangaza mafanikio yetu haya, tunatangaza mifumo yetu hii ili wananchi waweze kuelewa, lakini wale wadau wa sekta ya utalii vile vile waweze kuelewa, na wadau katika sekta ya wizara yetu ya ustawi wa jamii vile vile waweze kufahamu. Tuhakikishe kuwa tunawapa mafunzo maafisa wa TEHAMA na watendaji wengine wa mamlaka ili waweze kusimamia mipango yote hii vizuri na waende sambamba na mabadiliko ya sayansi na teknolojia ambayo yanatokea kwa kasi sana. Ndugu wananchi, nimevutiwa pia na hatua ambayo tumefikia ya kuanzisha mfumo wa ukihifadhi taarifa za kuwezesha malipo ya wazee kuanzia miaka 70 ama ijulikanayo kama pensheni jamii. Hii ni hatua muhimu sana na ya kujipongeza, kwa sababu mfumo huu utahakikisha wazee wetu wanapata stahiki zao kwa wakati unaostahili. Ni kweli tuna changamoto kubwa sana, baadhi ya wazee wetu kusahaulika ama kuto kupata stahiki zao za pensheni kwa muda unaotakiwa, na wengine wanapata pensheni ambayo pengine ni zaidi ya kile ambacho walistahili, au wengine wanapata kipungufu ya kile ambacho wanastahili.
Kwa hiyo ni matumaini yetu kwamba mfumo huu utatoa majibu ya changamoto zote hizo ambazo tunazokabiliana nazo. Nawapongeza Mamlaka ya Serikali Mtandao kwa jitihada zao hizi za kujihakikisha mifumo ya TEHAMA inachukua nafasi ya pekee katika kupambana na ucheleweshaji wa huduma, kuondosha makosa ya kibinadamu na kuongeza uwazi katika usimamizi wa fedha za umma. Hii ni hatua kubwa sana katika kufikia malengo ya serikali. Nafahamu kwamba bado zipo changamoto katika matumizi ya mifumo. Zipo kasoro za kiufundi na pia zipo hujuma na dharau za makusudi zinazofanywa na baadhi ya viongozi na watendaji kwa maslahi yao binafsi. Nawahimiza makatibu wakuu pamoja na wakuu wa taasisi mbalimbali tuendelee kuhakikisha kwamba panakuwa na matumizi mazuri ya mifumo na mnaweka mazingatio maalumu kwenye bajeti zenu kwa ajili ya kuimarisha vitengo vya TEHAMA na kutoa mafunzo kwa maafisa wetu TEHAMA. Naamini sheria hii tulionayo ya Mamlaka ya Serikali Mtandao ya kuwaratibu watumishi wote wa umma wa kada ya TEHAMA ndio suluhisho la kubadilisha Zanzibar na kuwa na watumishi imara zaidi wa kada hii. Nichukue fursa hii kuiagiza Mamlaka ya Serikali Mtandao ifanye kwa vitendo uratibu wa watumishi hawa wa umma wa kada ya TEHAMA kwa kuwapa mafunzo ili waweze kuendana na teknolojia hizi mpya zinazoibuka kila siku na kuwapangia sehemu za kazi ambazo zinaendana na uwezo wao. Nafahamu kwamba utekelezaji wa uratibu wa watumishi hawa wa umma wa kada ya TEHAMA inaweza kuja na vikwazo vingi, hasa kwa baadhi ya makatibu wakuu na wakuu wa taasisi. Hivyo naielekeza Mamlaka ya Serikali Mtandao kuhakikisha kwamba kila wizara, makatibu wakuu wake na wakuu wa taasisi wanaratibiwa vizuri na kusimamiwa vizuri, na kuhakikisha kwamba tunatoa fursa za mafunzo kwa watendaji wa TEHAMA pale ambapo inahitajika. Hili sio la hiari, hili jambo ni lazima. Uwezo wetu katika taasisi zetu kwa maafisa ya TEHAMA bado haukidhi malengo ambayo serikali inakusudia. Mageuzi ya kidijitali ambayo tumedhamiria kuyafanya lazima yaendane na kasi ya uelewa wa maafisa ya TEHAMA. Kwa hiyo wakuu wa taasisi na makatibu wakuu, tusiwabanie watendaji wetu pale ambapo umefika muda kwa wao kwenda kufanya kozi na kwenda kuongeza ujuzi. Lakini vile vile tuepuke vitendo vya kuwapeleka maafisa hao kwa hao tu. Kila siku ni afisa mmoja au wawili ambao wanakwenda kupata mafunzo. Tuna maafisa wengi, mahitaji ni mengi, kwa hiyo kila mmoja apate fursa ya kuweza kwenda kufanya mafunzo na kujiongezea uwezo. Tumekuwa tukipata taarifa mara kwa mara juu ya kuwepo kwa ubadhirifu hasa katika baadhi ya mifumo ya ndani ya taasisi zetu. Kwa mfano, mfumo wa zani malipo katika mfumo wa manunuzi. Hayo ni maeneo machache, lakini yapo maeneo mengi tu ambapo bado mifumo yetu inaendelea kuchezewa kinyume na utaratibu. Aidha, wako baadhi ya watendaji ambao wanaendelea kushajiisha kufanya malipo kwa kutumia pesa taslimu badala ya mifumo. Utaratibu huu sasa ufikie mwisho. Tunachotaka ni kuona matumizi ya mifumo 100%. Utaratibu wa kutumia fedha taslimu unatakiwa ukome mara moja. Twende katika mifumo na tuache visingizio kwamba kila wakati mtandao iko down. Kama kuna shida ya changamoto za kimtandao, taasisi zetu zipo, mamlaka ya mawasiliano ipo. Tufanye mawasiliano, wataalamu wetu waje kwa ajili ya kurekebisha kadhia hizo. Naomba niweke bayana kwamba tutachukua hatua kali endapo tutapokea taarifa za uhujumu na watendaji kuchezea mifumo hii kinyume na utaratibu. Ndugu wananchi, serikali ilikwisha toa maagizo ya wizara na taasisi kuhakikisha kuwa haitengenezi mifumo wenyewe. Ombi la utengenezaji wa mifumo
lifanywe chini ya utaratibu wa Mamlaka ya Serikali Mtandao, kwa sababu ndiyo taasisi iliyopewa dhamana na serikali kufanya hivyo. Tumekuwa tukipata taarifa mara kwa mara kwamba baadhi ya mifumo inatumika na ikiwa na kasoro nyingi sana, ikiwemo kuongeza urasimu na kuwa ni chanzo cha upotevu wa mapato. Naomba kuendelea kusisitiza na kukumbushia, ni marufuku kwa wizara na taasisi kufanya mifumo yake wenyewe ama kuingia mikataba na vendors bila ya kupitia Mamlaka ya Serikali Mtandao. Mamlaka ya Serikali Mtandao ndiyo imepewa jukumu la msingi la kuhakiki na kuthibitisha kwamba mfumo ambao unataka kuutumia ama vendor ambaye unataka kufanya naye kazi amekidhi vile vigezo vinavyotakiwa. Kwa hiyo naomba tuache mara moja, kama kuna taasisi hapa, wizara, mamlaka ambazo hivi sasa zimefanya mifumo au zipo katika hatua ya kutengeneza mifumo na hawajapita katika Serikali Mtandao, wapite katika Serikali Mtandao kwa ajili ya kupata vibali vya kutengeneza mifumo hii. Ndugu wananchi, naomba nimalizie kwa kuhimiza uongozi wa Mamlaka ya Serikali Mtandao uongeze kasi katika kutengeneza mifumo kwa kuzingatia mahitaji na vipaumbele vya serikali. Taasisi hii ina wajibu wa kuhakikisha kwamba tunakuwa na matumizi mazuri ya teknolojia katika juhudi zetu na kuimarisha ukusanyaji wa mapato, udhibiti wa matumizi na katika kutoa huduma kwa wananchi. Nimeahidi kuleta mageuzi ya kidijitali, nikiamini kwamba juhudi zetu za kujenga uchumi wa kisasa na kuimarisha misingi ya utoaji huduma bora lazima ziambatane na matumizi ya teknolojia. Kwa pamoja tuhakikishe kwamba tunaipokea na tunaitumia vizuri mifumo inayotengenezwa. Vile vile tuwe tayari kubainisha kasoro za kiufundi ambazo tutahisi zinapunguza ufanisi wa mifumo tunayotengeneza. Hii ina maana kwamba tushirikiane katika kuwafichua wale wanaojaribu kurudisha nyuma juhudi zetu. Tuzingatie kwamba uchumi wetu unategemea sana sekta ya huduma. Kwa hiyo njia pekee ya kuimarisha huduma ni matumizi ya teknolojia ili tuweze kutoa huduma bora. Tuwe tayari kujifunza na kuangalia mbinu mbalimbali zinazotumiwa na wenzetu katika nchi ambazo uchumi wake unategemea zaidi sekta ya huduma ili kuongeza kasi ya mabadiliko tunayoyafanya. Kwa mara nyingine, naomba nitoe shukrani kwa uongozi wa Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu kwa kunialika kuwa mgeni rasmi katika tukio hili. Naomba Mwenyezi Mungu azidi kuibariki nchi yetu, tuweze kufanya kazi zetu kwa ufanisi na tuweze kufanikisha ajenda ya mageuzi ya kidijitali ambayo tumeikusudia. Aidha, tuwashukuru sana wale wote ambao wametupa burudani hapa, wasoma utenzi, ndugu zetu wa Zenji Flavor, ndugu zetu wasanii wa Kirobo Group na wengine wote ambao wamefanikisha tukio letu hili, bila kusahau ndugu zetu wa Brass Band ambao wamekuwa wakituburudisha hapa, pamoja na wadau wetu ambao tunashirikiana nao, UNDP, NMB. Tunathamini sana michango yenu ambayo mnaendelea kutupatia. Baada ya kusema hayo, sasa natamka rasmi kwamba mifumo hii miwili iliyotengenezwa na kuwasilishwa hapa leo kwa ajili ya uzinduzi nimeizindua rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa, sasa kama utakunywa maji kidogo au la, baada ya kuzungumza, tuna tukio muhimu sana hapa, naomba utufanyie wewe. Sasa naomba vijana mtusogezee mbele hicho kifaa hapa ili Mheshimiwa Waziri akamilishe hatua ya uzinduzi. Baada ya uzinduzi kwa kauli na sauti, sasa tuzindue kwa vitendo ama kitendo. Karibuni sana. Kama mko tayari, naomba mtuoneshe ishara ili tuendelee na utaratibu.
Mheshimiwa Waziri, naomba sasa uteremke chini mbele pale ya kitufe ili kwa hatua inayofuata. Tutahesabu kutoka 1 mpaka 3, baadaye Mheshimiwa Waziri ataweka mkono juu ya kitufe na baadaye wote tuangalie katika screen ambapo kutakuwa sasa kunaonesha short documentary ambazo zinaonesha kwenye mifumo yetu miwili iliyotolewa maelezo hapa muda mfupi uliopita na hatua yenyewe. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Zanzibar, visiwa vyenye historia adhimu na utamaduni wa kipekee, visiwa vya marashi ya karafuu, haiba ya fukwe na mandhari mwanana inayovutia, vinavyozidi kung'ara kwa kasi ya maendeleo yanayoongozwa na teknolojia za kisasa. Leo Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Mamlaka ya Serikali Mtandao IGAS chini ya usimamizi wa Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu inazidi kusonga mbele katika mageuzi ya kidigitali kwa uzinduzi wa mifumo miwili muhimu. Katika kuwathamini wazee wetu waliojenga msingi wa taifa hili, hapo awali huduma za pensheni zilitekelezwa kwa njia za kawaida, zikikumbwa na ucheleweshaji, upungufu wa usahihi na changamoto za kiusalama. Leo Zanzibar inapiga hatua kihistoria kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Imeanzisha mfumo wa malipo ya pensheni jamii kwa wazee kuanzia miaka 70, PBMS. Mfumo huu ni jukwaa la kidigitali lililoundwa kusimamia kwa ufanisi safari nzima ya huduma za pensheni, kuanzia usajili wa wanufaika, uhakiki wa taarifa zao, uidhinishaji hadi malipo sahihi na kwa wakati. PBMS ni suluhisho la kisasa, huduma salama, huduma yenye uwazi, huduma bora kwa wazee wetu, na ni hatua madhubuti kuelekea Zanzibar ya kidigitali. Zanzibar inaendelea kuwa kitovu cha utalii wa kimataifa. Katika kuimarisha sekta hii kwa nguvu ya teknolojia, serikali inakuletea ZanExplorer, jukwaa la kidigitali linaloleta utalii wa Zanzibar kiganjani mwako. ZanExplorer ni matokeo ya ushirikiano wa kimkakati kati ya Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale, Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi, pamoja na Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Mali Asili na Mifugo, unaowaunganisha wadau wote wa utalii katika mfumo mmoja wenye uwazi, ufanisi na urahisi. Kupitia ZanExplorer, mtumiaji anaweza kwa urahisi kuchagua vivutio vya utalii popote alipo duniani, kupata taarifa sahihi, kufanya booking kwa tarehe anayochagua na kufanya malipo salama kupitia mifumo ya kisasa. ZanExplorer, karibu ugundue uzuri wa Zanzibar kidigitali zaidi, rahisi zaidi na salama zaidi. Uzinduzi huu wa mifumo miwili ni ukweli usiofichika kuwa Zanzibar ya kidigitali inanawirika na ni kielelezo cha dhamira ya dhati ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi. Hatua madhubuti kuelekea Zanzibar ya kidigitali yenye huduma bora na maendeleo endelevu katika zama za kidigitali. Tunza jamii, imarisha utalii, maendeleo yetu kiganjani. Mheshimiwa, sasa kabla ya kumaliza shughuli yetu, tuna mambo mawili muhimu ya msingi, ambapo moja, kuna zawadi muhimu ambazo lazim tuzitoe katika siku ya leo kwa sababu tumefanya jambo kubwa la nchi, na baada ya hapo tutapiga picha za kumbukumbu ya tukio letu hili, na baada ya kupiga picha za kumbukumbu, wakati mgeni rasmi tutakapokuwa tumeinuka kumsindikiza,
sisi tutaomba kubaki hapo. Baada ya kutoka, kuna utaratibu ambao tutaueleza ambao ni muhimu sana kufahamika kwa wageni wetu wote waliohudhuria katika shughuli hii. Sasa naomba nitoe utaratibu wa kutoka kwa zawadi hizi, ambapo tuna makundi matatu. Mheshimiwa Waziri, kundi la kwanza ni la wizara ambazo zinahusika katika mfumo yetu hii ambayo tumeitolea maelezo sio muda mrefu na umeizindua, lakini baadaye kutakuwa na kundi la wafadhili wetu sponsors, na baadaye kutoka kuna zawadi maalum kabisa ya Mheshimiwa Rais ambaye leo wewe unamwakilisha katika nafasi hiyo. Tuanze na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, ambapo Mheshimiwa Naibu Waziri yupo hapa akimwakilisha Mheshimiwa Waziri. Ataipokea zawadi hiyo na tunzo hiyo kama sehemu ya alama muhimu. Karibu sana Mheshimiwa, naomba umkabidhi zawadi hii Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Mheshimiwa Waziri, sasa inayofuata ni Wizara ya Utalii, ambapo mwakilishi kutoka Wizara ya Utalii sogea mbele ili kuchukua kwa niaba ya wizara. Naomba tupeleke Wizara ya Utalii. Mheshimiwa Waziri, wizara inayofuata ni Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji na Mifugo. Naomba mwakilishi kutoka Wizara ya Kilimo aje juu ya jukwaa kuchukua kwa niaba ya Wizara ya Kilimo. Mheshimiwa Waziri, wizara inayofuata ni Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi. Mwakilishi kutoka Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi, tafadhali sogea juu ya jukwaa ili kuchukua kwa niaba ya wizara. Mheshimiwa Waziri, tumemaliza katika kundi la kwanza la wizara. Sasa ni wakati wa sponsors, ambapo mwakilishi kutoka UNDP Mpendaga, kama atakuwa county director au mwakilishi mwingine kutoka huko chini ni sawa. Karibu. Naomba tupeleke ya UNDP. Asante. Naomba sasa ni mwite mwakilishi kutoka NMB. NMB. Asante sana. Mwakilishi kutoka CRDB. Asante sana, na tumalize na Ozone International. Mwakilishi wa
Ozone International. Representative from Ozone International. Do we have any representative from Ozone International here? Naomba basi kutoka serikali mtandao au wizara wajachukua kwa niaba, baadaye watapeleka tafadhali. Asante Mheshimiwa Waziri. Sasa iliyobakia ni tunzo na zawadi maalum ambayo hii tunamtunza Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Na kwa vile leo wewe ndio mwakilishi wake, naomba utupokelee. Nimwombe sasa mkurugenzi wa IGAS umpe zawadi hii na tunzo hii Mheshimiwa Waziri kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Takubaliana nami kwamba Mheshimiwa Rais anastahili kutunzwa zaidi ya hapa kutokana na juhudi kubwa anayoichukua, lakini na malengo yake katika kuhakikisha serikali au nchi inakwenda katika mifumo ili kudhibiti mambo mbalimbali, lakini kurahisisha kazi na kuleta wepesi kwa wale ambao tunafanya nao kazi kwa pale ambapo tunatoa huduma. Hongera sana Mheshimiwa Waziri kwa niaba ya Mheshimiwa Rais kwa hatua hiyo. Mheshimiwa, sasa naomba tuketi ili sasa kumaliza na hatua ya upigaji wetu wa picha ya kumbukumbu ya tukio letu. Utaratibu wetu kwa kama ifuatavyo. Picha yetu ya kwanza itakuwa ni meza kuu pamoja na uongozi wa wizara ikijumuisha wakuu wa idara. Picha itakayofuata ni meza kuu pamoja na wadhamini wetu. Picha ya mwisho itakuwa ni meza kuu pamoja na wafanyakazi wote wa mamlaka kwa siku ya leo. Asante. Naomba sasa ni waite wadhamini wetu. UNDP, NMB, CRDB pamoja na Ozone International. Asante. Naomba sasa wafanyakazi wa mamlaka, serikali mtandao, naomba tugawanye makundi mawili kwa sababu ya idadi yetu. Naomba tukiwa makundi mawili. Naomba tusubirie kutoka hapo sasa. Asante sana. Naomba tuende kundi jingine.
Wapiga picha mnaweza kutuambia kama tugawe tena kundi jingine au inatosheleza? Bado tuko wengi, tunaweza kupungua. Ambao hatujakaa kwenye mstari wa mbele, naomba tusubiri picha nyingine. Said na wenzako huko, naomba naomba tupungue ili tupate kuonekana wote. Asante. Asante. Naomba sasa niwaite jukwani vyombo vya ulinzi na usalama mliopo. Asante. Naomba tumalize na kamati ya maandalizi. Kamati ya maandalizi, naomba tumalize na kamati ya maandalizi. Kamati, naomba tuchangamshe kidogo. Asanteni sana na hongereni sana kamati ya maandalizi. Mheshimiwa Asanteni sana Mheshimiwa Waziri wa Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu, Mheshimiwa Modric Ramadhan Soraga, viongozi pamoja na wageni wote walikwa. Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru sana kwa kuja kutuzindulia mifumo yetu hii ukimwakilisha Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Na sasa tunajua kuna kazi inaendelea barazani, inabidi urejee katika hatua hiyo, ni muhimu. Asante kwa kuwa na sisi, ingawa leo kuna mwingiliano mkubwa wa ratiba, lakini umepata nafasi ya kuwa na sisi. Tuko tayari sasa kukusindikiza ili kuendelea na ratiba nyingine. Naomba wote tuinuke wakati huu tunamsindikiza mgeni rasmi. Wakati baada ya kutoka, sisi tuliobakia tusitoke, tuna utaratibu ambao tutautangaza baada ya mgeni rasmi kutoka katika ukumbi huu. Rasmi, naomba sasa mtusindikizie mgeni wetu rasmi. Naomba sasa tuketi. Mtaona maafisa wetu wa itifaki wanapita hapo, watakupa kipande kidogo hivi, lakini kina thamani kubwa sana. Hicho kipande ukipoteza mchana huu hautakuwa mwema kwako. Kwa hivyo jitahidi sana, hicho kipande ndio tiketi yako ya mchana huu, usiipoteze. Kwa hiyo ukiipoteza usimtafute MC kukutangazia. Baada ya hayo yote, tunakushukuruni sana kwa kuwa na sisi katika siku ya leo. Shughuli yetu imefana sana kwa sababu mmekuwa wengi, lakini mmekuwa ni washiriki mliotoa ushirikiano mkubwa sana katika kufanikisha shughuli hii. Tunakushukuruni na tunakutakieni mchana mwema.
kila la heri. Shukrani.